Mzigo unatuonyesha Mwamba akiwa sebleni na wife hapa wanapiga story. Mara ghafla umeme ukakatika, alafu ukarudi. Wakawa wanaendelea kupiga story kwa katika tena. Sasa Mwamba ikabidi atoke kuangalia shida nini. Ili anatoka tu hata hajafika mbali, akaekwa chini ya ulinzi na majambazi wanne. Wakiwa wamevaa maski na wameshika silaha kali sana. Wakamwamuru Mwamba alale chini, la sivyo atamuua. Mchizi ikabidi alale chini pale. Akawa amelala akinyoosha mikono mbele. Majambazi wakamwamuru atoe kila kitu alichokuwa nacho mule ndani, la sivyo anamwaga ubongo. Mchizi akadai ana chochote mule ndani. Yuko yeye tu na mkewe, akiba zote hazipo pale. Mwamba akaamuru kwamba atoe simu yake, atume hela yoyote alikuwa. Mwamba akatoa simu, akatuma hela zote pesa alizokuwa nazo. Wakamwamuru tena toa na hela za ndani. Mchizi akadai ana hela nyingine zaidi ya hizo. Wakati hayo yote yanaendelea, huyu jambazi mmoja akamwona mke wa Mwamba. Akamwambia wewe njoo kwanza. Yule wife akaenda pale. Simama, akasimama. Simama vizuri, akasimama vizuri. Geuka, wife akageuka pale. I say, mkewe anajibonge la nyashi. Yaani una mke mzuri hivi afu ndani una hela. Oya, hebu vua hiyo blouse. Wife akaanza kuvua blouse huko kwa kilia na kitetemeka sana. Majambazi wakamwambia sasa sikiza, si una hela, itabidi tumzagamue mkeo. Oya, Mwamba kapanic, hapana msifanye hivyo. Wife akaanza kulia kutetemeka pale. Wakaambiwa tulia. Wife akaanza kutetemeka, akatiwa kofi. Akaambiwa tulia. Sawa, kama una hela itabidi tumzagamue mkeo. Mwamba akalia kinoma. Oya, majambazi wakasema sasa sikiza, tumuue mumeo au tukuzagamue. Wife akaanza kutetemeka pale. Wakati anatetemeka wife, majambazi wakawa wanamtishia kumuua mumewe, tutampiga shaba mmeo. Wife akabidi hana cha kufanya, akakubali azagamuliwe ili mmewe asiuawe. Majambazi wakamchukua akampeleka chumbani, wakawa wanapokezana, anatoka huyu anaingia huyu. Mwanaume akawa anasikia maumivu makali ya mkewe akiwa analia huku kwa kizagamuliwa na majambazi. Waifu akawa analia kwa uchungu sana hapa. Makelele makali akawa anasikika kutoka kwenye chumba hiko. Ikionekana majambazi wanne wakimzagamua bibie wote kwa wakati tofauti. Mwamba akawa amelala hapa amenyoosha mikono, akawa analia kwa uchungu sana unyama na ukatili anaofanywa mkewe, ila hawezi kufanya chochote. Majambazi wakawa wameshika silaha kali kiasi kwamba wangemuua pale. Majambazi wakamaliza kila kitu na wakasepa. Tambara linaitwa Ingrid Person, moja kati ya movie tamu kinoma noma. Okay, sawa tuanze. Baada ya lile tukio, Mwamba akakata kabisa mawasiliano na mkewe. Akamuona mkewe kama ni mtu fulani mwenye laana baada ya kubakwa na wajambazi wanne. Wife amelala hapa sebleni, kuna mtu anagonga mlangoni. Mwamba kabidi akaangalie nani anayegonga hodi. Kuangalia namkuta shoga yake na mkewe. Alipomuona tu akarudi haraka sebleni. Inuka hapo, kuna mgeni anakuja. Toka, akamsukuma akampeleka bafuni. Akamwambia hebu kaa huko usitoke. Sawa, unataka watu walikuonaje? Yaani muda wote umekaa sebleni. Unataka watu wajue kama umebakwa na majambazi au? Akaenda pale mlangoni akamwambia kwamba Joan hayupo. Shoga yake akamuuliza, Joan namtafuta wiki ya pili sasa. Simpati kwenye simu, leo hayupo. Unaelewa maana hayupo? Shoga yake kabidi asepe, lakini akawa anajiuliza nini kimempata Joan. Bidada yuko bafuni akiwa amejimwagia maji akiwa analia kwa uchungu sana hapa. Mumeo akawa anamnyanyapaa sana usiku hapa. Mwamba yupo na mkewe. Mkewe anamuuliza ni mwezi sasa umepita, hajashiriki kitu chochote na mawasiliano yake yeye na mmewe yamekuwa madogo sana. Shida nini? Mwamba anadai unataka nishiriki na wewe, umebakwa na wanaume wanne. What if kama una magonjwa? Bidada akasema lakini nilikwambia twende hospitali tukapime. Yaani niende hospitali madaktari wajue kama mke wangu kabakwa na mibaba minne. Alo. Wife akaanza kulia pale usiku wa manane. Akimuona mmewe anamfanyia ukatili wote huu. Wife akasema nilifanya yote kwa ajili yako. Vipi kama wangekuua majambazi? Mwamba akasema wewe una akili kabisa. Sawa umefanya kwa ajili yangu, lakini unataka kwa kuwa wewe umebakwa na mimi nipate maradhi yako. Wife akawa anajisikia unyonge sana hapa. Leo asubuhi Mwamba yuko anajiandaa aende jobu. Wife akaanza kujisikia kichefuchefu akaenda kutapika. Mchizi akamwamuru mkewe aende kwa daktari ajue kama anaumwa nini. Wakati Mwamba amerudi leo jioni hapa, wife akampokea mumewe kwa bashasha na furaha kinoma noma. Wife akidai kwamba mume wangu huwezi kuamini, kwa miaka miwili sasa tukao tukihangaika kutafuta mtoto na ujauzito. Mwamba alivyoshika ile karatasi akamwambia sikia, nenda katoe huyo mtoto tumboni. Wife akauliza kivipi? Huyo mtoto sio wangu, ni mtoto ile mijambazi yako. Mimi na wewe tuna wiki 4 sasa hatujashiriki tendo. Imekuwaje umepata mimba? Na mara mwisho kuzagamuliwa wewe ni ile mijambazi. Toa huyo mtoto wa kijambazi, simtaki humu ndani. Wife akajisikia vibaya sana kuhusu hii situation. Wakati shoga yake akaja na Joan. Shoga yake akamuuliza, "Yaani unakaa na kitu kizito hivyo katika moyo wako na umwambie mtu yoyote kweli?" Bidada akadai mumewe hakutaka kabisa kumshirikisha mtu yoyote ili swala, na kama angemshirikisha angemwacha, na ndio kitu alichomwambia. Yaani Joan, umebakwa na wanaume wanne. Simple tu umelala ndani. Vipi kama wana magonjwa amekuambukiza? Umeshindwa kwenda hata hospitali. Joan akasema mume wangu hataki kabisa nifanye hiko kitu. Hataki hata nitoke nje. Anadai watu watajua kama
umebakwa, acha ujinga wewe, unakubaliji kukaa hivyo. Na kwa nini? Kwani wewe ulipenda na ulifanya hivi kwa ajili yake? Oya, shoga yake akakasirika sana kitendo cha mmewe na Joan, akamsubiri shemeji yake hapa. Mwamba wakati anarudi tu hapa, amepaki ndinga yake, akamsogelea pale. Shoga yake akamtia kibao mume. Samuel, una akili wewe? Yaani mkeo amebakwa na mababa 4. Unamwacha tu ndani hata hospitali haendi. Eti mchizi akataka kumpiga shoga yake na mkewe. Oya, bidada yuko vizuri akapasua chupa, akamtishia akamwambia wewe mbwa, tutauana hapa. Huwezi kumfanyia ukatili hivyo shoga yangu. Yaani amebakwa na wanaume halafu hutaki kabisa aende hospitali wala kujua afya yake na kwenda polisi. Sitaki nimekwambia. Yaani mapolisi wajue kama mke wangu kabakwa na mibaba 4. Na madokta nao wajue kama mke wangu kabakwa na mibaba. Na nishaamuru huyo mtoto atoke. Bidada ugomvi ukawa mkubwa sana kati yake na mkewe, akidai yule mtoto wa tumboni atoke. Mwamba hawezi kulea damu ya kijambazi, mtoto wa majambazi hamtaki nyumbani kwake. Ila bidada alifanya haya yote kwa upendo ili mradi kumnusuru mumewe asiuawe. Okay, Mwamba kabidi amshirikishe mama yake. Mama yake akaja hapa pamoja na mdogo wake na mshikaji. Walipokuja hapa nao mama yake na mdogo wake wakawa upande wa ndugu yao, wakidai ya kwamba ni kweli haiwezekani mtu alale na mibaba 4 alafu mtoto wa jambazi azaliwa katika hii nyumba. Bidada akawakumbusha, hivi mnakumbuka kipindi kile mnakuja hapa mnanipigia kelele na kunisema ya kwamba nipate mtoto sawa, lakini sio mtoto wa kijambazi. Bidada akadai, nilifanya hivi yote kwa ajili ya ndugu yenu, angeuawa. Wewe koma wewe, usiokutuletea damu ya kijambazi. Mdogo wake na Mwamba kakazia, yani kwanza kaka una moyo. Yani mnalala na mwanamke kitanda kimoja, ameingiliwa na mibaba 4. Mibaba 4 imeshiba ugali na nguruka, imemwingilia mkeo. Na wewe unakubali kaka? Kaka wewe kweli fala. Mimi ningemwacha siku hiyo. Mwamba akabidi ajaze upepo na ndugu zake, mama yake na mdogo wake na Mwamba wakawa wamegivalia njuga ili swala kwamba bidada atoe mimba la sivyo aachwe bila kupewa mahari yoyote mule ndani. Yani aondoke bila kugawana mahari. Ni umebakwa na mijambazi, utuzalie mtoto wa nje ya ndoa mijambazi, alafu ondoke na mali za kakabili shosti, amuite baba yake ili kikao kazidi kuendelea hapa. Baba yake haji na jambo zito kiasi hiki. Yani umebakwa na wanaume 4 hata uniambii. Akamwambia mwanangu ulifanya kwa ajili yake, lakini ulifanya ili asiwawe. Tazama leo anakukana. Mwamba baba yake na Joan ikabidi washauriane hapa. Baba yake akamuuliza, mwanangu wewe, hii ndoa ndio ipo mikononi mwako, wewe ndio muamuzi mwanangu, hebu sema sasa unataka nini? Utamtoa huyo mtoto tumboni uendelee na ndoa yako, au utaendelea kulea mimba yako uachane na mmeo? Shosta kadai ya kwamba baba, siwezi kumtoa mtoto. Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Haijalishi amekuja mazingira gani. Sijui future yangu baba. Mimi nalea mimba yangu. Kama mwanaume kuniacha niache. Lakini mimi nilijitoa kwa ajili yake huyo mwanaume. Bidada akarudi kwenye kikao. Baba akasema, mimi na mwanangu tumekaa chini tumekubaliana. Mwanangu yuko tayari, ataachana na wewe na ataendelea kulea mimba yake. Wakati ila bidada amedai ya kwamba anabidi aitwe mwanasheria, muandikishane na muachane kisheria na mgawane kila kitu mlichochuma. Oya, mama yake pamoja na mdogo wake na Mwamba wakaja juu. Umeona kaka? Umeona? Huyu ndio mchezi wake. Kumbe alikodi majambazi wa mbake ili mradi aje kudai talaka ili mgawane mali. Hamna mwanamke hapa. Oya, mdogo wake na huyu Mwamba ana kelele kinoma kama mtoto wa kike vile. Anakaa anampondea pale shemeji yake. Kaka akasema hapana, sitompa talaka, ila nitakaa naye tu humu ndani. Akajifanya eti anaendelea na ile ndoa. Wakati wanaendelea na ile ndoa pale, Mwamba akawa anasuka mipango kati yake yeye, mama yake na mdogo wake. Mama yake akamwambia, hebu tulia kwanza. Nenda sehemu, kachukue libama hilo, kachukue mshangazi wenye bonge la mshendele, kachukue lishangazi lenye maziwa yamebustika, lishangazi lizuri kalilete ndani. Mwenyewe ataona wivu ataondoka huyu. Mama naye anampa ushauri wa kipuuzi sana mwanae. Mchizi akawa ni kama kuku ambaye amekatwa shingo. Yani ana cha kufanya. Akawa anapelekeshwa tu kati ya mama yake na mdogo wake. Akawa hana mawazo. Oya, tunaonyeshwa bidada amekubali kurudi katika hii ndoa. Lakini shoga yake akamuuliza, usalama wako uko vizuri kweli? Unaenda kukaa na watu ambao hawakupendi. Mama yako mkwe hakupendi, shemeji yako hakupendi, na mmeo nao anataka utoe mimba. Unahisi usalama uko vizuri? Bidada akasema, mimi najua nitachokifanya. Wewe usijali. Wakati wako hapa, mama pamoja na mdogo wake na Mwamba mwenyewe wakawa wanasuka mipango namna gani yule bidada atoe ile mimba ya tumboni mule. Mama akasema, tulieni, mimi najua cha kufanya. Bwana we, wakamwaga mafuta bafuni. Bidada akaenda bafuni akateleza, akafikia tumbo.
Bidada akaanza kulia kwa uchungu sana, alafu damu nyingi zikawa zinamtoka. Wakati hayo yote yanaendelea, mama na wanae pamoja na huyu mwamba wako hapa sebleni, wanasema tulia, usiende mpaka pale damu zikawa nyingi ili mimba itoke. Bidada akawa anapiga kelele za uchungu kwa kidai msaada, nisaidieni. Lakini wale wapo sebleni hawataki hata kwenda kumuona. Oya, huku bidada analia sana kwa uchungu. Wamba wamekaa hapa tu wametulia. Mama anamwambia mwanae usiende kufanya chochote. Mchizi akasema mama, lakini mke wangu atakuja kufa. Tulia wewe, hawezi kufa. Tunataka kile kiumbe cha tumboni kile cha kijambazi kitoke na hawezi kufa. Bidada akawa anatapatapa huko kudai msaada. Anapiga makelele sana. Ghafla tunasikia makelele yamekata hapa. Tunaonyeshwa shoga yake na Joan anaingia hapa. Alijuaje kama Joan yupo kwenye hatari? Oya, tunaonyeshwa Joan kumbe alijivutavuta maskini, akatafuta simu ya mkononi akampigia shoga yake kumuomba msaada. Shoga yake alivyokuja kutaka kuongea na mbuzi yoyote hapa ndani, akaanza moja kwa moja mpaka chumbani, akamkuta shoga yake damu nyingi zinamtoka na amepoteza fahamu. Akataka kumchukua kumpeleka hospitali. Wale mwamba akaja hapa eti naye anifanya anamsaidia. Akamwambia usimshike shoga yangu, msheze. Oya, huwezi kuamini, bidada akabidi ampeleke shoga yake hospitali usiku ule wa manane. Sasa tunaonyeshwa asubuhi mwamba anagombana na ndugu zake. Ndugu zake, mama yake pamoja na mdogo wake na mwamba wanadai mwamba kwamba ni mdhaifu kwa mkewe. Eti mwamba kwamba kashikwa akili na mkewe, anampenda sana mkewe. Kila mipango inayopangwa yeye anamuonea huruma. Mwamba akasema lakini yule ni mke wangu. Kweli ametokea kutokea na makabako na majambazi na amejitetea kwa ajili yangu. Mdogo wake akasema unaona, mimi nilijua mama, huyu mwanao ni dhaifu. Yule mkewe kamshika akili. Bwege huyu. Kaka Maindi, unaniita mimi bwege? Ndio wewe bwege. Kwanza ndo maana una kizazi. Kaka kasema wewe yote natokeaje? Ndio, wewe una kizazi na mimi nilitaka kuhakikisha hilo. Ndio maana nikaita marafiki zangu watatu, tukavaa maski na silaha, tukaja kumbaka shemeji yetu. Ili tuhakikishe kama kweli yeye ndo ashiki mimba au wewe uweze kupeleka moto. Bwege tu, uweze kupeleka moto, ndio maana hujamtia mimba mkeo. Ila sisi tumekuja tumembaka na tumemtia mimba. Kudadadeki. Kumbe yale yote aliyopangwa ni huyu mdogo wake, alikodi marafiki zake watatu kuja kumbaka shemeji yake. Dogo ana akili za kipumbavu eti ili ajue kama kweli shemeji yake hana kizazi au kaka yake ndio ana matatizo. Kwa sababu ugomvi ukawa mkubwa. Mwamba alimkamua migumu mdogo wake kumuta kinoma. Tunaonyeshwa polisi baadaye wanakuja hapa, wanamkamata mdogo wake. Kumbe mdogo wake ndo alisuka mipango yote hii kuja kumbaka shemeji yake eti ili approve kwamba ni kweli shemeji yake hana kizazi au kaka yake ndio vile hawezi kutia mimba. Na hapa jibu likapatikana, kumbe mwamba ndio vile hawezi kutia ujauzito mwanamke, ila bidada yuko vizuri kinoma noma. Tunaonyeshwa baadaye bidada Joan anarudi hapa na shosti wake nyumbani kutoka hospitali. Baada ya mwamba kumuona mkewe akaanza kuomba msamaha pale, kumuomba mkewe nisamehe kwa yote yalotokea. Kumbe mkewe akasema mimi muda huo tena sina. Mapolisi, mkamateni mume wangu na mke wangu. Mwamba kauliza mke wangu vipi? Wanikamate tena mapolisi, nimefanya nini? Oya, bidada akamwambia usifikiri mimi mpumbavu, nilikubali kurudi tena kwenye hii ndoa. Nilikuwa na akili yangu. Wakati nimekubali kurudi kwenye hii ndoa, nilitegesha CCTV kamera sebleni, chumbani, kila sehemu, na kamera zimewanasa wewe, mama yako na mdogo wako mkiwa mnasuka njama kutoa mimba yangu. Lakini Mungu amenusuru hilo, mwanangu bado yuko salama, mpendi mwe ndani. Mwamba na mama yake kabidi wachukuliwe wapelekwe polisi. Bidada akabaki. Tambala linakatika hapo. Tambala inaitwa Ingrid Person.